Alza inama. Hebu pinda mugongo kiruka kimasai sai. Inuka inuka. Chaku kidogo pinduka ukijidaidai. Asa inama. Hebu pinda mugongo kiruka kimasai sai. Inuka inama. Chaku kidogo pinduka ukijidaidai. Asa wape vidonge vyao. Wape haki zao. Kama sana. Anaitwa Zaro Classic. Yaman. Jamaa classic. Bwana. Inakuwa vipi? Fresh man. Miaka ama miezi? Miezi kadhaa zinakaribia kukaribia mwaka. Zinakaribia mwaka by the way. Ni kitambo sana tangu tuonane. Kweli. Unaendelea vipi? Niko fiti. Nashukuru Mwenyezi Mungu tu. Shughuli inakupelekaje? Shughuli nzito lakini tunapambana siku zote. Ni kupambana? Kabisa. Na Luku kuna mtu mbondonaro. Mwecheche. Luku yako nani ana make sure uko sawa? Ni wewe mwenyewe unajiamulia kitu unavaa? Mwenyewe tu. Mwenyewe. Ekero kurilia sesemeli ya chi designer. Mtu kikuria uko look upon. Kurilia wata anga anapiganga Luku sana pia kwa industry. Kwa wasanii. Wapikisia ama kote. Ongelea tu kote. Yule meja yule wako yule unaangalia unasema yenyewe huyu jamaa natesa lakini anatesa sana. Platinums. Jibude. Ngoja yule mwanangu hatari sana yule. Ule anaweza. Anajua kujivaa. Anajua mwili wake, anajielewa. Akipiga pambo inaingia tu. Na Luku kwa usanii ina faida gani? Asilimia nyingi. Ya kwanza heshima. Ya pili unajua ni kioo cha jamii. Ya tatu inakupatia hadhi. Kwamba yani iwapo unazungumzia labda kuniita mahali fulani kuperform. Unaponiangalia sema kaka anakaa msanii tu. Huyu anakaa msanii alafu ni mtu wa bei huyu. Ni mtu wa bei. Si mtu wa shilingi 2. Na hivyo so Luku muhimu kabisa. Wasanii wangare Wasanii jaribu sana hata kama daraja 2 by the way. Hata mimi natoa daraja 2. So enda pale pekua. Hata kitu kinaingia na mwili wako fresh. Bora tu iko fit na ingia kwa mwili wako. Safi, fresh, alafu ujue mwili wako kwaje kitu na kinaingiana na wewe. Usiforce. Ndio hivyo. Anyway, karibu sana Mia Vibes on Vibes. Asante bro. Kurwa segoro nikiwa tupoke ndio by the way. Mbia bale. Kuna nasema ya Suneka Kerina Maate. Chama sitine unduru chini chonsi. I believe kila mtu akopo. Kila kitu kwa sambamba. So far so good industry na kionyesha uchere. Na pande yako inakupelekaje? Industry na dynamics nyingi sana. Dynamics ni kibao. Ya kwanza muziki unabadilika kila wakati. Kila wakati. Actually nikiangalia vizuri after 2 years Gusi music inabadilika. Ukiangalia ni kitu gani imefanya sana hii muziki inaendelea kubadilika sana? Vizazi. Pia inaitwangaje assimilation influence ya kutoka the other side of music. You know the Gusi urban music haikuwaga hivi. Tulikuwa na ile design ya kina Sungusia you know Sagero nini back in the days. Benga Gusi Benga. But right now music imekuwa western kind of music sana. In that sasa hivi mtu amashikilia akini muziki wa kitambo. Kuna vile itabidi aje hapa ndio aweze kupenya kwenda nayo. Ayoloche the more to kogenda kuba versatile no musikio yoga bunogenda to go change. Yani kogenda to go impact ya industry go say the more musikio kuna go change the more to go kwa basanii abangera kidogo kuna vile itakuwa inaharibu industry. Mimi nafikiri is two way imeharibu tena imejenga. Kuharibu ni kwamba kitambo Gusi music Benga music ilikuwa more of live. Yeah. Yes. Kwa hivyo ilipatia wasanii kukuza vipaji kwa kuimba. Uimbaji, you know, really singing. Ila siku hizi muziki umekuwa more of AI, yani hata uhitaji kutengeneza beat. Watu wataki kuspend. Yani hakuna kuspend. Actually in the near future hata studio zitakuwepo. Unafinya AI pale unafanya 1 2 piga muziki yako inatoka. Lakini kuna utofauti, nimesikiza ngoma za AI na nimesikiza ngoma iko recorded. Kuna utofauti mwingi sana. So hii itafanya wasanii wakuwe creative ama wasanii watakuwa lazy? Very lazy. Hata sasa tunavyoongea sasa hata kama ni studios zenyewe zetu azifanye muziki azikuzi talanta kwa wasanii. Zinafanya shortcuts. Haraka yani msanii ameimba tena nyimbo. Yani producer hata kitaka na anya wale chibe sign. Next yochiro yondo mngao. So akupati nafasi kwamba Wiza bado hujaimba. Nenda jifunze urudi. Sana anakuja na kaka kitu kama moja kanashikanisho
So the more sasa ikifika wakati wa live performance inakuwa shida. Patia msanii beat mwambie sasa piga. Ni nyimbo yako lakini piga. Hamna. Igasia koba. So the more technology kuna gocha sense meyiga industry the more again rete ko koro bwansi muziki. The more bwansi muziki bako era. For real, that's to be honest. Kabisa. So together high time nga the producers bali girete boningana bategerete right now. It's high time abo ndi to AI bakora mna tware to kora. Onye ne drum webe drum set. Yeah, drum set. Yeah. Kama ni beat inapiwa ni guitar. Pigwe guitar. Kama ni sax ni sax. Yeah, hata kama ni kujenga beat. Piga beat from scratch. Sometimes wasanii wana download beats wanaenda wana record. Piga beat from scratch, sikiza msanii, wacha mpatie uwezo wake wa kuimba. Mpatie muda imbe kwa uwezo wake. Na hizi ma auto tunes mingi zinaharibu muziki. Mtu anaimba anakuja na sauti fulani anafinyiwa sauti na finyo na anakuwa sauti mbaya. Ukimwambia imbe hivi live, sauti ni ile na hii hizi azipatani. Alright. So umuziki usi whatever for the next 2 years was your muziki kwenye rochenjiri sana. Rochenjiri. Nebi nto bya chenjiri. Ana mono. Ege ndongere na chile kono tisinga abasanii abange sai wamefika ile sekta ya copy paste. Anataka niimbe kama Zaro. Hii kitu inaleta utamu katika sanaa. Sidhani. Imeharibu sana. Ni kitu gani inaweza fanya ukopi utake kuwa kama mimi? Unajua? Kuna nikiwa shule, sometimes nafanya mtihani, kuna yule mwanafunzi angeibia. Anaibia mpaka jina la mtu. Ajui. If kama mimi ni role model wako, kama onye kwa swami kwa Zaro classic no muziki wao Tonkobi. Yes. Jifunze jinsi ambavyo nafanya muziki wangu, jinsi ambavyo naandika na imba na tafuta sauti yako originally. Imba your voice. Fanya be authentic. Jaribu kukua wewe mwenyewe. Be ka Wiza. Nikisikiza ngoma yako nasikia huyu ni Wiza. Hata usiposema jina lako, huyu ni Wiza. So imekuwa squeezy nikisikiza muziki wa for example Sparrow, nasikiza mwingine mbona hivi zinakaa sauti, beats, kila kitu. So ni copy paste imekuwa nyingi. Alright. So ku copy paste imekuwa kwa wasanii sana. Nogo cha kwa wasanii banga industry Zaro classic kwa bila industry for the longest time. Umepiga muziki sana. Tangu ilikuwa inaitwa ile ngoma ulipiga Singerera kukuja 2016 Semelia Lenge ile award ilikuwa inaitwaje? Groove Awards. Kuru 2016 baka boniga Zara so muziki oyega the impact alendera so muziki ko the change alendera so muziki Zaro leo 2016 na Zaro 2026 in 10 years tofauti kero a difference in boate yamo and that tebe yagere na wait for that long because number one I read the industry. But the kind of music we used to play that time, sio yenye kwa sahi. So usipo change na nyakati, utakuwa ule. Kitu kingine, I'm always original. Hiyo na si kwamba nadanganya ukicheza muziki wangu, Zaro ni Zaro. Ni yule Zaro. Sijawahi kuwa like najaribu kuimba kama mtu fulani. Nataka kupita. Pita hapana. Maintain imba tu wewe, maintain mpaka watu wakutambue ni huyu. Usio like mbona Zaro ni unasogea kwa Zaro kidogo. Ukipewa hata collabo, usiimbe kama huyo mnemba naye collabo. Imba kama wewe. Cheza kama wewe. Industry. So orochoko cha kwa wasanii bange boni gas industry ya Gusii. Each and every day tuko na a new artist, tuko na developing artist wenye wako na kuna wasanii sasa wanaendelea kukuja. Kubati advantage wase kubati disadvantage. Ni advantage. Nafikiri ni vizuri kama tuwe wengi, lakini kusema kweli kama hujaitwa kwa uimbaji usije tu. Wito ni gani sasa? Wito ni gani? Number one, unajua kwamba mimi niko na gift ya kuimba. Unajua kila mtu anajijua. Wasanii bado mtapata gift. Wengi. Wengi. Bado bako force kotera. Wengi sana. Hata unawajua. So abuna wasanii industry. So kuna wasanii kuna wasanii hawana wito lakini kuna pesa. Wenye hawana wito ndio kuna pesa. Na wanasukuma muziki vibaya sana. Sisi ambao uenda tukawa na talanta lakini pesa ndo hatuna. Sawa jamaa watusukuma vibaya. Ku market muziki wao. Iko ile top notch. So hiyo ndio kitu saa zingine inaleta kwa watu wako na talent na hawana support. Watu wako na talent hawana support. Wanafinyilia wenye wako na talent hawana support. Mtu ana talent akona support yote. Na mwenye akona talent ana support. So iga abasani demo bago cha badaba talent demo mosquito ko gendra usukanso ko kiro na nje bano ngote baiga media houses mimi nikileta muziki ambao ni trash sema Zaro hii now this time round hapana ni mbaya iweke kando piga muziki ambao
yani muziki huu ni muziki kweli. Isiwe ya like hata sisi hata supporters the fans. Wakati tunapokea muziki tu sasa sababu imekuwa ni trend tu. Nikimba kitu fulani hivi ka trend muziki imeenda. So siku hizi watu wanaangalia TikTok sana. Wanaangalia TikTok. What are you doing to create the uniqueness na go ensure au muziki ujigangu score basi? Personally, I embrace live music. That will never ever die ever. Yani live music will never die. Hata ulete AI, ulete nini, haiwezi cheza live music. Wasanii tujaribu sana hata kama una record kwa studio, ambia producer jaribu sana kupiga vitu zinakaa live so that hata nikienda kutoa hiyo beat yangu nipe mtu watu wacheza live music wa train nayo inakuwa easy. Na kana waiseke baba kuli na basunge ya wasanii mmoyo. Kweli ni kweli. Mbaya sana. So ni vipi mvuto unatokea wapi? Wewe ndio unawatafuta ama wao ndio wanakutafuta? Tunatafutana. Mnatafutana? Tunatafutana vibaya. So celebrity ni gharama. Celebrity ni gharama. Lakini pia hawa wasichana wanafikiria sisi tuna pesa na tu. Ndio. So abaisi kama umetenge mwati wa lot of money. Wanafikiria sisi ma celebrity tuko na do. Alafu pia wanataka pia tag. Wajitag na Zaro, wajitag na Wiza. Yaani nikienda show yangu, unapata mtu anakudia hey Zaro vipi? Si twende na wewe hiyo show. Yaani nikiwa na yeye hivi, anasikia vipi? Anasikia fiti. Picha nini video anaenda kusema so, being loose to girls. Impact kikoleta somo sikio, sendi disadvantage kikoleta somo sikio. Focus inapotea. Kabisa. Msanii unaenda. Wengi wamepotea wengi. Wengi sana. Juu wasichana. Ukijaribu kuijiingiza kwenye masuala ya mapenzi, mostly wakati unafaa kupiga kazi. Kana mtu mmoja fine lakini wanyaka nyorea to break. Nje? Embe. Heartbreak pande ya muziki ama pande ya unazungumzia muziki ama nini? Ndio nimekuuliza sasa tumeingia unajua sasa tunaongelea kuna hii mambo ya warembo. Ushapata heartbreak toka pande yako? Mara moja. Na ilikuwa nzito? Sana, moja lakini hatari. moja lakini kulienda vipi? Nafikiri wengi wanajua story yangu na mke wangu. Kipindi ambacho tuliachana. Hiyo ndio heartbreak. Zingine kuachana na mke wako ilikuwa heartbreak. Kila mtu, hata wewe ukiachana na mke wako inaleta lazima. Na hiki kitu ilikuwa affect aje kwa muziki? Sana, nilikaa nje bila kuingia kwa industry for a long time like 2 years. Kurudi kanikaandia kazi. So kurudi kwa industry ukaanza kujikokota tena. Nikajikongoja sana. Now the best advice unaweza patia mtu mwenye haja sasa ingia in love, anataka kuingia kutokana na heartbreak na vitu ulipitia. Niliona ateva ni ndo ategereza. Mapenzi ya sasa hivi siweke kwa roho sana. Siku hizi watu mwanangu yani leo upo kesho upo. So tema, weka mali unatema. La. Wewe penda unakopendwa wakati kipindi hicho. Kipindi unatemwa kubali songa na nyakati. Kwa hiyo wike sekta kitu feeling apart from the heartbreak. Ushafika mahali ufeel nchepuna Zaro ndo chinga hii muziki nimestrain sana. Haileti matunda na feel kuacha. Kama kuna mtu amekuwa kwa hiyo ni mimi. Because sometimes mostly nikianza muziki nilikuwa naimba muziki ambao ni tofauti sana. Sikuwa naimba urban music. Na ulikuwa unapiga gospel sana by that time. Nyimbo za western music sana. So nikaja nikaona nyimbo zangu nyingi kisi haziendi sababu mtindo fulani umekuepo. Hata ma DJ wana vile ambavyo navoimba hawaipati vizuri. Lakini nyimbo za kisi najua ziko na beat kama moja tu. So ikawa kwamba lazima ukuje kisi nirudi kidogo nijaribu kufix na so kuna kipindi ambacho nilisikia kama mbona hivi mbona mambo yaendi. Lakini muziki nikisikia mbona napiga muziki mzuri. Muziki ni mzuri but hauendi. Shida gani? Kaja kuona kwamba mazingira ambayo niko lazima niende na mazingira yangu. Sasa kabidi nikarudi kidogo kwa urban music. So ugake shift watanga tiko kwa urban music. Abasanii abanga banganyira sana kwa sector ya gospel basore urban music. Wengi sana. Gospel kwa ndio basi. Ukiingia gospel usienda kutafuta pesa. So uenda huko kama pastor. Wewe enda kama mchungaji. Usienda ati mimi nataka kuingia nipate pesa. Unajua Mungu akona njia kufrustrate kwanza. God frustrates you. Anakuwa unaingia okay let me see if you are really loyal. Unaenda hapo na pararu ukiangalia Zaro mbona Zaro anaenda show hivi kesho kona hii
mbona mimi sina hata show bwana. Unavuka. So vitu vingi ni frustration wasanii wanapata. Frustration, yeah. Wanavuka ile pande nyingine. So Guardian Angel kuachana na muziki wa gospel kuingia ukulima ni frustration. Ukulima si mbaya. Ni side moja hustle. Ni side hustle. Ambayo pia Mungu anakubali kwamba sawa. Piga kazi pia sababu muziki at the end of the day tunahitaji pesa. Una invest. Labda kama umefanya muziki ukapata pesa kidogo, unaweza ukainvest kwa kitu fulani. So mimi namsupport 100%. Ekero kwa wewe ita branding as musani. What's branding? What comes to your mind? Ni kupatia msanii jina na kumpatia nguvu fulani ya kutoka. So nimesikia sana from kwa ground kitu imefanya wasanii wengi wa Kisii wapati shows. Branding iko downstairs. Ekena wasinoba kwa. Kweli. Wasanii wa Kisii labda niko mmoja wao, siwezi kujitoa. Kidogo hatujaelewa kujikuza kwa muziki. Yes. Number 1, nimekuwa kwa show nyingi. Mtu anakuja kwa show. Wajua kimuziki nafaa usiwe mtu ambaye ni wa kawaida sana. Shelewa. Yaani mimi Zaro niko tu kila mahali. Uko tu. Yaani sunika mtaa wangu sunika huko. Upite mara moja mbili utanipata huko. Na ule sunika kalioka. Sasa nikija kuweka show pale, hamna mtu atakuja. Juu wamekuzoea kwa bwana. Zaro. Ngoe tare sawa ujabesho. Oyo mara ngibona nguchoka. Oyo nkora utambe. So when you branding yourself, it means you keep yourself in a way so that ukikuja kutokea watu wanahamu sana kukuona. Si kwamba si eti uringe. Kuringa ni kando. Kujibrand ni hata vile ambavyo una post vitu vyako. Usikue mtu ambaye uko tu yani uko tu hapo. Jiweke kwa kiwango fulani ambacho nikikuta kwenye show yangu Wiza si mtu mwenye naweza huyu maybe nimwangalie shilingi kama 50,000 kwa juu. Na kwa huyu nikimpatia 2,000. So again ndengine kia basi bange kurugusisa events zikikuja hawapati juu branding iko down. Na ndo watenga abande apart from kurigereria chibese abo musania kwenda perform atabanga ncenge ginkoria. Igo. Nge kendokia na mpimere bintu birau. Akanyama wenkasabu ya. Nge kole show. Na kesho. Chivent jire chabere chigo happen gusi but twarora amalieta yamo. Nkio ekara kuna sema yakora alengere ringi yakora ngalieta muna Zaro ntori korirora lakini nabokora Wiza andoro Wiza mambi na andoro Wiza. Ikine nita kama by the way kenga cha sana gusi. Because yabirenga someone wants to work with one team. Unaona? Sometimes nesinge njaba ntabeke bametenga konyo nao mimi last time tulifanya show nikakulipa 20k. So wewe kila wakati mimi unajua tu ni 20k. 20k. Sasa huyu jamaa hata akipata pesa nyingi kuliko ile angekulipa, still anakulipa ile 20k. Lakini anaona akiapproach mtu fulani anaweza muomba pesa mingi sababu hajaelewa vile anafanya kazi yake. Na ni vizuri hawa ma promoters, watu wanapanga events, jaribu kuangalia wasanii. Kuna wasanii wanafanya kazi mzuri. Wasanii wazidi kupiga kazi mzuri lakini hawapati show. Hadi siri kwa irira kamoyo kane amarigane kwa yatinyire ati nini karera ichikarere kerantigete karera kareo ko bana mwanchete abuganga tingwancha mwancha ni basi yaman. Huyu ni nani unapenda? Is a true story. Ekara kwa tikete nkware. Mbaya sana. So hii kitu ilikuwa affect sana. Yeah. So bado roho ya kupenda imerudi? Ipo. Kuna mwenye anapendwa? Hapo. Yupo? Yupo. So hii video naona kuna watoto wawili pale. Na kuna Vixen pale. Mbona ukaleta hiyo mandhari kwa video? Na wale watoto ni akina nani? Uliwatoa wapi? Mandhari yenyewe ni ya kikweli. Huyo ambaye anaonekana pale ndio mwenye nyimbo. Mwenye akasababisha nikaima nyimbo. Wow, ndio sasa amerudisha ile moyo. Eka moyo karibu atataka tukuta. Kairana. Ndio sasa mwenye. Actually ndio ulikuwa unaimbia in short. Was a dedication to your loved one. Tulikuwa tushaachana a long time. Tulipokuja kurudiana. Ndo nikapiga nyimbo. So kama ni nyimbo ya kifamilia. So wakati alirudi ukamwambia bado nakupenda. Bado wewe ni yule. Bado wewe yule. Sijabadilika. Bado ni yule tu. So Zaro Classic ekantekengi kia kasomire. Ekarogotikana no muntu wanchita at the end of the day. Telipa mwana tika na motikana. Nande onye kubato muntu mwancha ine. Kama mwa umane osimugotikana.
tigana buya na leo kwa kwenda na garoko baba taona ki to beke pupu ase nyombelio ko nganya kuru nganya gora banera ase kitogochi na bona ira ocho bisia so mo tigana monto tigana buya tigana ase masikani. You never know tomorrow. Vile kutaenda. Things can change, can turn around, murudiane. So right now maisha iko safi kabisa. Nafikiri niko tu poa. Ni kusukuma muziki sasa. Changamoto zipo lakini angalau. Alright. Bono ekara tukuna kusikabosio. Zaro bono after kwa iranira sasa sasa akili yako imesettle ni kupiga kazi juu ya kazi. What are you planning for the future of your music to create the industry, to create the fan base? Naoneka uko host event inga kile waka kabikire chi gigs ulifika ukaacha juu ya 2-3. What are you planning next for your good career of music? Cha kwanza Zaro ni yule. Kipaji ndo kile. Uwezo ndo ule. Nachobakisha sasa ni kurudi kwenye power. Yes. Mwezi unaokuja mwezi wa 11 tarehe 14 nitakuwa napanga kufanya tamasha moja kubwa la Zaro at 10. So najua nimeingia industry sasa hivi niko na mwaka wa 10. So nafikiri ni vizuri nifanye anniversary. Na anniversary itakuwa mabadiliko makubwa sana kwa muziki wangu. Sababu the same time nitakuwa naachilia album. The same time ni birthday yangu. The same time nitakuwa napiga anniversary ya Zaro at 10. So itakuwa ni album launch. Itakuwa na ngoma ngapi album? Ni surprise? Ngoma 8. Itakuwa na ngoma 8. Collabo sama solo project. Collabo 4. Single 4. Alafu itakuwa ni birthday. Itakuwa ni tena ni anniversary. At the same time, advantage ya album ne release gasumusen. Album. Naona wasanii wengi manisangu naona na launch album. Mashwanda na watu kabwango iga. Kama mtu aliachilia last year. Zimetoka by the way na kuna hata Vikianga launch yake. So album zinazidi kukuja. Advantage yomo sana naenda kwa create for the longest time impact kia kuleta su muziki. Inakuja watu watakusikiza kwa ukubwa. Kwa ukubwa. Yani how much you're versatile, ni package umejipackage na nini. Nikikimia kwa muda mrefu nije na single haitaleta impact. Nikikuja na bonge la kazi back to back, najua nikiwa pale nitazishare pale like a listening party. After then takuwa na drop moja baada nyingine baada nyingine so, itanipatia ile motisha na kishindo fulani cha kurudi kwenye industry. Maproducer wangapi? Tofauti. Lakini mmoja amefanya sana. Niko na producer wangu by the way, Rizal on the beat. Is one of the greatest underrated producers. Mkali amepiga ngoma I love you. Na amepiga nyimbo inaitwa Nivumilie. Tutakuwa tunaiachilia before tumalizie. So ni kati ya zile vitu umepanga. Na boni ngeka rokurigeria gusi industry. What should we do? Abasane nguri nga mwancha ni short. What's not happening kati abasane? Mwancha ni mboyo, tolechi team. Mwancha ni mori team. So kuna wasanii wanapendana kiwango yao. Wanasupportiana kivyao. Na kuna wengine wanasupportiana kivyao na kuna mwingine hata ana ajui mwenye anaweza approach ama msupport. Ako tu yeye anajingangania. Ni kitu gani inaleta hii utengano? Nafikiri ni sema aje. Kuna ule kuchagua kushirikiana na mtu fulani specific. Unataka tufanye kazi na Zaro. Zaro na Wiza. Zaro na mtu fulani. Hata nikitoa nyimbo hao ndio wanapost sana kuliko watu wengine. Kuna ubinafsi fulani tu upo. Hatujaweza kukua tu free kama huyu ni msanii na mheshimu kama Wiza na mheshimu kama msanii fulani na napenda kazi yake. So kuna vile wanaonanga wengine labda hajui kuimba sijui. Abasani ngori bali chibasiya banta baba nene. Inumo ikira bono karochi collab ngori mori chibasiya banta. Junior wamecomplain sana. Mimi sijafanya hivyo na kama yupo aje. Na umesikia kitu kama hiyo? Sana. Unapatia upcoming anakuja na kwambia Wiza. Nataka tupige kazi. Sawa Sasa wewe tafuta pesa. Pesa ngapi? Mwanangu mimi yani ndo naanza muziki tu yani usini jamaa anapiga contract yake anapewa labda kulima nini anapata kitu kadogo 3,000 anakupatia. Akikupatia anakuja na weka lines. Kwanza akipea anakuambia nitumie fare. Tumia lunch. Nitumie nini? Akimaliza anapatia. Sasa video inakuja. Anazingua. Video ndio wanazingua sana. Ninunulie nguo. Kila kitu location. Ukimnunulia na hiyo siku haji. Lunch nataka.
Na pesa ya mfuko kidogo. No, ni upcoming man na ni mtu hata so tigaba sani bate mgwe impress msanii wako. Yeah, embrace support. Ukiona msanii ako na talent, shike tu, msupport, sema tu anyway hapa Mungu atanilipa tu. Na unaona unoche na vole target tense. Wanjani bwabere mostly ase vijana. Na ndi ainara matera uratere abantu bategera a hit tagotegera agende so right now kiabere main right now so again tukirigererenga ingereke bone ko no muzani ukurigerenga ke tukikira kubeke market yeah taringe musiro kwa talibinte yeah na tunaweza imba na maybe labda tumema na sijaenda right umuntu teto kurimo kore collab na kyako nyora na bogoso wa nsemo ya Facebook on ya page ya kama Zaro Classic also ya nsemo ya TikTok Zaro Classic ina mbona onda so on text I always reply yes namba ne bata mangana mange all right yeso bango zedi ga linga nalio mwalio atwalendereri na obatara gutubata kuna saini ngokoro nivumilie mbona nivumilie mwanangu yani ni tunapambana sana tuliko hapa hata sasa hivi tunapambana na kuna wale watu ambao wanatutegemea huko nje wanafikiri kwamba labda hapa tuliko vitu ni sawa so ni ujumbe kwa wale watu ambao wanatutegemea kule nyumbani kwamba tuvumilie kidogo tunatafuta mambo yatakuwa fresh. Salimia wawili watatu ndio tupate ngoma. Nasalimia shabiki zangu kwanza ambao wamenifanya nilikuwa kwa industry. Penzo wangu namsalimia babangu, nasalimia watoto wangu. Nasalimia nasalimia kakangu Sam. Nasalimia kakangu Onkendi Ratai. Nasalimia yani mafans wote ambao leo walijua kama nitakuwepo hapa. Naweza kosa kuwataja kila mtu kwa jina lakini shout out to you and thanks for your support. Kwani kila mtu ni mwindi. Ya kweli. Talanta ipo. Wanaimba. Alright, twende kazi my DJ toko kora nje bakoro ka Super MC with the Crown Kurugai.